kukaribisha katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Mpendwa mtazamaji, na kukaribisha katika kipindi chetu cha siri ya msamaha wa dhambi, kiletwa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry hapa Lare. Tukaribishe mtazamaji wetu kwa makofi, shangwe na vigelegele. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii amenijalia ili tuweze kukutana na wewe katika studio hii. Katika kipindi hiki tunajifundisha kuhusu sheria, kwa nini Mungu alitupatia sheria, na ili tuweze kuelewa kusudi la Mungu kutupatia sheria. Dhambi iliingia ulimwenguni, na dhambi ilipoingia ulimwenguni, hiyo dhambi iliweza kutenganisha mwanadamu na Mungu, na ilipotenganisha mwanadamu na Mungu, ikawa mwanadamu ako mbali na Mungu, na ikawa mwanadamu na Mungu hawapatani, kwa sababu Mungu ni mtakatifu, na Mungu ambaye ni mtakatifu ana ushirika na mwenye dhambi. Kwa hivyo mwanadamu alibaki katika ulimwengu wake, na Mungu akabaki katika ulimwengu wake. Ikawa Mungu na mwanadamu wamezaa sana. Na wakati dhambi ilipoingia, hiyo dhambi iliweza kutenganisha mwanadamu na Mungu. Ikawa Mungu na mwanadamu wako ulimwengu tofauti. Na leo ndio nataka tuweze kuelewa kusudi la Mungu kupatia wanadamu sheria. Kwa sababu kuna ulimwengu wa dhambi, na kuna ulimwengu wa sheria, na kuna ulimwengu wa neema. Nataka tuweze kuangalia kuna ulimwengu wa dhambi na kuna ulimwengu wa sheria, na kuna ulimwengu wa neema. So ukiangalia hapa, hii ni ulimwengu aina tatu. Dhambi ilikuja, na dhambi ilipokuja iliweza kutenganisha mwanadamu na Mungu. Ikawa mwanadamu na Mungu wamezaa sana, kwa sababu Mungu ni mtakatifu, hana ushirika na dhambi. Kwa hivyo dhambi ni nini? Watu wengi hawezi kuelewa dhambi ni nini. Nataka uweze kuelewa dhambi si kitendo, dhambi ni uwazi. Kulingana na kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, mpendwa mtazamaji, unaweza fungua waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4. Maandiko inasema, kila atendaye dhambi afanya uwazi, kwa kuwa dhambi ni uwazi. Kila atendaye dhambi afanya uwazi, kwa kuwa dhambi ni uwazi. Kwa hivyo Adamu hakuua, Adamu hakusini, Adamu hakudanganya. Hapana, Adamu aliasi neno la Mungu. Tuliona hapo mwanzo kulikuweko na neno, na neno alikuweko kwa Mungu, na neno ni Mungu. Wakati Adamu alipoasa neno la Mungu, alimwasa Mungu ambaye ni neno, na alipomwasa Mungu aliye neno, kutoka hapo dhambi ikaingia ulimwenguni. Na ndio maandiko inasema katika kitabu cha Warumi 5 mstari wa 12, maandiko inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na hiyo dhambi mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na hiyo dhambi mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wametenda dhambi. Na tukiangalia pia mstari wa 19, kuna vile Biblia inasema inafafanua dhambi ni nini. Tuangalie mstari wa 19, maandiko inasema, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye haki. Kwa hivyo maandiko inaeleza dhambi ni uasi. Kutoka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 4 inasema, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Na pia tumeangalia kitabu cha Warumi 5 mstari wa 12 inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na hiyo dhambi mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote
wametenda dhambi. Na tumeona pia katika Warumi 5 mstari wa 19 inasema kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kwa hivyo dhambi ni nini? Dhambi si kitendo, dhambi ni wazi. Adamu alipomwasi Mungu, dhambi iliweza kuingia ulimwenguni na watu wote wakahukumiwa kuwa wenye dhambi. Kulingana na kitabu cha Isaya, tuangalie kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya 43 mstari wa 27. Tuangalie Biblia zetu tafadhali. Maandiko yanasema, baba yetu wa kwanza alifanya dhambi na wakalimani wake wameniasi. Baba yetu wa kwanza alifanya dhambi na wakalimani wake wameniasi. Kwa hivyo Adamu alipomwasi Mungu, sisi sote tulifanyika wenye dhambi. Hatukufanyika wenye dhambi kwa sababu ya kutenda dhambi, tulifanyika wenye dhambi kwa sababu ya mtu mmoja ambaye anaitwa Adamu. Na wakati Adamu alipomwasi Mungu, dhambi ikaingia ulimwenguni, dhambi ikatufikia sisi sote, tukafanyika wenye dhambi. Kwa hivyo tulifanyika wenye dhambi kwa sababu ya baba yetu Adamu. Okay, sasa Mungu alipeana sheria kwa sababu gani? Kwa nini Mungu alitupatia sheria? Tuangalie kitabu cha Warumi. Warumi tuone vile inasema. Warumi 3 mstari wa 20 inasema, kwa sababu hakuna mwenye mwili atahesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Hakuna mwenye mwili atahesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Kusudi la Mungu kutupatia sheria ni ili tuweze kutambua dhambi. Tunapozidi kuangalia Biblia katika kitabu cha Warumi 7 mstari wa 7, tutaona vile Biblia inasema. Katika kitabu cha Warumi ni 7 mstari wa 7 inasema, tuseme nini basi? Torati ni dhambi? La hasa, lakini singelitambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singelijua kutamani kama Torati singelisema usitamani. Tuseme nini basi? Torati ni dhambi hasa, walakini singelitambua dhambi ila kwa sheria. Kusudi la Mungu kutupatia sheria ni ili tuweze kutambua dhambi. Kwa nini sheria iliingia? Sheria iliingia kwa sababu gani? Tuangalie Wagalatia 3 mstari wa 19. Maandiko inasema, Torati ni nini basi? Iliingizwa kwa sababu ya makosa. Sheria iliingizwa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya makosa. Kusudi la Mungu kupeana sheria ni ili tuweze kutambua dhambi. Torati ni nini basi? Iliingizwa kwa sababu ya makosa, hadi aye huyo mzao aliyopewa ile ahadi. Iliamriwa kwa utumishi wa malaika kwa mkono wa mjumbe. Kwa mkono wa nani? Kwa mkono wa mjumbe. Tunataka tuweze kuangalia sheria iliandikwa kwa mkono wa Mungu, na ilipoandikwa kwa mkono wa Mungu ikapeana kwa mkono wa mjumbe. Ilipeana kwa mkono wa mjumbe. Sheria iliandikwa na kidole cha Mungu. Tunapoangalia Biblia, jambo hili limesumbua watu wengi kwa sababu sheria ilitoka kwa Mungu na pia Yesu alitoka kwa Mungu. So mambo ingine watu wanaona kama inapingana. Tunapoangalia tuangalie kitabu cha Kutoka. Tuangalie kitabu cha Kutoka ili tuweze kuona vile Biblia inasema kuhusiana na sheria. Kitabu cha Kutoka Kutoka 31 mstari wa 18. Hapa Bwana alipokuwa amekwisha kuzungumza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa hizo mbao mbili za ushuhuda, mbao mbili za mawe zilizoandikwa kwa kidole cha Mungu. Kwa hivyo mbao mbili zilizoandikwa kwa kidole cha nani?
kidole za Mungu. Okay. Nataka tuangalie kitabu cha Yohana. Tuangalie kitabu cha Yohana sura ya 8. Kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 6. Nao wakasema neno ili wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumstaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole zake katika ardhi. Turudi mstari wa 4 ili uweze kuelewa jambo hili. Turudi mstari wa 4 ili uweze kuelewa jambo hili, mpendwa mtazamaji na hapa kanisani. Tunaposoma mstari wa 4, maandiko inasema, wakamwambia, mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akisimu. Basi katika Torati ya Musa ilituamuru kuwapiga mawe wanawake wa namna hii, nawe wasemaje? Ukiangalia hapa Biblia inasema wakamletea mwanamke aliyefumaniwa akisimu, wakamwambia sheria ya Musa. Basi katika Torati ya Musa ilituamuru kuwapiga mawe wanawake wa namna hii, nawe wasemaje? Sheria ilizaa hukumu huyu mwanamke, sheria imezaa hukumu huyu mwanamke kuwa mzinifu na anafaa kupigwa na mawe, anafaa kufa. Sheria imezaa hukumu tayari. Na sheria ilipomhukumu, usisahau kitabu cha Wagalatia 3 mstari wa 24. Maandiko inasema, maandiko inaeleza vizuri Torati anasema namna gani? Ni ukweli sheria imeamuru wanawake wa namna hii wapigwe na mawe. Haleluya. Na ni Mungu mwenyewe aliandika wanawake wasinifu kulingana na sheria wapigwe na mawe. Haleluya. Mstari wa 7, nao walipozidi kumhoji alijinua akawaambia, yeye asiye na dhambi awe miongoni mwenu awe wa kwanza kumtupia jiwe. Yesu akasema, walipozidi kumhoji, Yesu akawaambia, asiye na dhambi miongoni mwenu awe wa kwanza kufanya nini? Kumtupia jiwe. Mstari wa 8, maandiko inasema, akainama tena akaandika kwa kidole zake katika ardhi. Akainama tena akaandika na kidole zake katika ardhi. Yesu ameandika mara ngapi? Mara 2. Haleluya. Sheria iliandikwa mara ngapi? Mara 1 iliandikwa na kidole za Mungu. Kulingana na kitabu cha Kutoka 31 mstari wa 18. Mungu aliambia Musa, leta mbao 2 nikuandikie. Amwandikie kwa kidole zake, akaandika zile amri na sheria. Na hii amri na sheria imehukumu huyu mwanamke afe. Sheria ikuleta uzima kwetu. Sheria inatuhukumu tufe. Haleluya. Na sasa Yesu ametoka kutoka kwa Mungu. Kulingana vile kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 25 mstari wa 26 inasema, kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, alimpa mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Sasa Yesu amekuja na uzima, na sheria nayo inaitwa huduma ya mauti imeleta mauti kwetu. Kwa hivyo sheria ilipoleta mauti, Yesu naye amebeba uzima. Kama Yesu angekuja aseme muueni, uzima ungefanya kazi. Kama angesema msimuue, pia uzima ungefanya kazi. Ilibidi Yesu aandike mara ngapi? Mara 2. Ya kwanza ni ukweli, sheria inasema mwanamke kama huyu apigwe na mawe. Hebu tuangalie mara ya 2, Yesu akainama akaandika kwa kidole zake katika ardhi. Mara ya 2 aliandika nini? Tutafute katika Biblia. Haleluya. Tutake kujua ni nini hizo Yesu Kristo aliandika kwa kidole zake. Tuangalie kitabu cha Danieli. Tuangalie kitabu cha Danieli, fungua kitabu cha Danieli chapter 5 verse 25 mpaka 27. Inasema, na maandiko yaliyoandikwa ni haya: Mene, Mene, Tekeli na Peresi. Huyu mfalme aliona katika ukuta mkono umepita pale, umeandika Mene, Mene, Tekeli na Peresi. Haleluya. Ni mkono umeandika ama ni nini? Mkono iliandika. Haleluya.
Hebu tuangalie mstari 24. Ndipo kile kiganja sa ule mkono kikaletwa kutoka mbele zake, na maandiko haya yameandikwa na maandiko yaliyoandikwa ni haya: mene, mene, tekeli na peresi. Haleluya. Mkono ulionekana mbele yake ukiandika mene, mene, tekeli na peresi. Haleluya. Ni mkono umeandika ama mkono uyaandika? Mkono umeandika. Tuangalie tafsiri yake. Na tafsiri ya maneno haya ni hii: mene, Mungu amehesabu ufalme wako na kuukoseza na kuukomeza. Yaani maandiko inasema, na tafsiri ya maneno haya ni hii: mene, Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomeza. Haleluya. Mara ya kwanza tunaona hapa tafsiri ya maandiko yale yaliyoandikwa katika ukuta, maana yake ufalme wako umekomezwa. Ufalme, Yesu aliandika ufalme wako umekomezwa. Kuna wakati sheria ilikuwa inafanya kazi, watu walikuwa nakufa, lakini hapa tunaona mkono umeandika ufalme wako umefanya nini? Ufalme wako umekomezwa. Haleluya. Mstari 27, tekeli umepimwa katika mizani, nao umeonekana kuwa umefunguka. Mkono vile uliandika sheria na ikahukumu huyu mwanamke apigwa na mawe. Ni kweli sheria imesema, na sheria iliandikwa kwa kidole cha Mungu. Na katika kitabu cha Danieli tumeona mkono wa Mungu pia ukiandika. Tumeona Yesu akiandika katika kidole chake katika nchi, akaandika mara mbili, kama vile hapa kitabu cha Danieli kimeonyesha mkono ukiandika, na imeona ufalme umekomeshwa. Na hapa tekeli inamaanisha umepimwa katika mizani, nao umeonekana kuwa umefunguka. Haleluya. Ufalme wa sheria umepimwa, umeonekana umefunguka. Una uwezo wa kuokoa mwanadamu, una uwezo wa kupatia mwanadamu msamaha wa dhambi. Na ndio Yesu aliandika mara ya pili. Na alipoandika mara ya pili, mara ya kwanza aliandika ni ukweli, huyo mwanamke apigwa na mawe, lakini mara ya pili ufalme wake umefunguka, umepimwa na mizani. Tekeli umepimwa katika mizani, nao umeonekana kuwa umefunguka. Haleluya. Amen. Kwa hivyo sheria iliandikwa kwa kidole cha Mungu, na ilipoandikwa kwa kidole cha Mungu, Yesu alikuja akaandika tena kwa kidole. Tukitaka kuelewa nini Yesu aliandika, tunaenda kwa kitabu cha Danieli. Haleluya. Kitabu cha Danieli kinaeleza Yesu vile aliandika namna gani. Sheria imeondolewa. Haleluya. Inaonekana imefunguka, iwezi kupatia mwanadamu wokovu. Na kutoka hapo ndio tunaenda katika kitabu cha Luka tuweze kuelewa sheria kama ipo ama ilifika mwisho. Kitabu cha Luka 16 mstari wa 16. Kitabu cha Luka, tufungue Luka 16 mstari wa 16. Torati na manabii walikuwepo mpaka Yohana. Tangu wakati huu habari njema ya ufalme wa Mungu utangazwa, na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Torati na manabii walikuwepo mpaka Yohana. Kutoka hapo ni habari njema ya ufalme wa Mungu inahubiriwa. Kwa hivyo elewa ya kwamba sheria, kuna kipindi cha sheria hapa tunaona kipindi cha dhamiri kilitawala miaka 2500, sheria ikatawala 1500. Tunaona ili neema inatawala miaka 2025 sasa. Kwa hivyo inafaa uweze kuelewa kipindi cha sheria kipo ama hakipo. Dhambi ilitawala mpaka sheria nayo ikakuja ikafunua dhambi. Kutoka hapa neema, tukifika kwa neema, sheria inafika mwisho, dhambi inafika mwisho. Haleluya. Kwa hivyo tukiangalia kitabu cha Warumi 10 mstari wa 4 inasema
Kristo ni mwisho wa sheria, ili kila amwaminie ahesabiwe haki kwa imani. Haleluya. Kwa hivyo Kristo alipokuja alikuja na neema. Kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 17, maandiko inasema Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli ilikuja na mkono wa Yesu Kristo. Na katika neema hii tunapata wokovu. Katika neema hii tunahesabiwa kuwa wenye haki. Katika neema hii tunapata msamaha wa dhambi. Kupitia neema hii tunapata haki ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Tumeokolewa kwa neema, kama vile Nuhu alipata neema machoni pa Bwana. Ghadhabu ya Mungu ilipokuja, Nuhu hakuweza kuangamishwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu alipata neema. Mwanzo 6 mstari wa 8, Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Hakufanya kitendo chochote, hakuna jambo lolote alilolifanya, bali alipata neema machoni pa Bwana. Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 na 9, maandiko inasema mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Hiyo ikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asiye akajisifu. Amen. Hatupati wokovu kwa sheria. Sheria haikuleta wokovu. Sheria haikuleta haki. Sheria haikuleta msamaha wa dhambi. Sheria ilileta kutambua dhambi. Yesu na yeye akakuja na neema ya kutuokoa. Haleluya. Neema ambayo Yesu alileta ni ya kutupatia wokovu wa bure. Haleluya. Angalia kitabu cha Warumi 11 mstari wa 6. Maandiko inasema, lakini ikiwa ni kwa neema, haiwi tena kwa matendo. Au hapo neema isingekuwa neema. Lakini ikiwa ni kwa neema, haiwi tena kwa matendo. Matendo yetu hayawezi kutupatia wokovu. Juhudi zetu haziwezi kutupatia wokovu. Mbali maandiko inasema, lakini ikiwa ni kwa neema, haiwi tena kwa matendo. Haiwi tena kwa matendo. Tuangalie kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 na 9. Maandiko inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Mstari wa 9, wala si kwa matendo, mtu yeyote asiyakajisifu. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kwa hivyo hapa neema imekuja na imani. Neema imekuja na nini? Na imani. Kwa hivyo kupitia imani tunafanyika wenye haki. Kupitia imani tunapokea wokovu. Kwa hivyo neema imekuja, na hii neema imekuja na imani. Na haki tunaipata kwa imani. Wokovu tunapata kwa imani. Msamaha wa dhambi tunapata kwa imani. Haleluya. Na Mungu ndiye mfanyikazi. Mungu ndiye anatufanyia kazi ya kupata imani, ili Mungu akitufanyia kazi ya kupata imani, ili tuweze kupata haki ya Mungu, tupate wokovu wa Mungu, tupate msamaha wa dhambi ambao Mungu ameandaa. Mungu roho tulitaka kuyaye. Mungu roho tulitaka kuya kuonaye. Yawe ya kuona imani. Tunaingia kuona imani, tuone wagiru, tuone wonokio, tuone kurekera kwae kwa Mesia. Haleluya. Mungu roho tulitaka ngoyo ya wetekia. Mungu alitenda ngoyo yonde batwe weto ni kwambiria. Haleluya. Kinyara tutenda imani, Mungu atwera aka imani no ndoba batwe. Mungu atulitara ngoyo ya kweli hata kinyayo twetekeria. Amen. Tika twetekeria Mungu analita Yesu. Mungu kalitere Yesu. Na yeye kulita Yesu kewa Galatia. Nataka waangalie wa Galatia 3 mstari 65. Uone vile Biblia inasema. Inasema, lakini iwapo imani imekuja, hatuko tena chini ya kiongozi. Ikiwa imani imefanya nini? Imekuja. Okay, so imani ikwea tutende ya kiongozi. Imani ni Kristo. Mungu akatupatia Kristo kwa matendo yetu. Hatukufanya mazuri ili atoe Yesu Kristo.
Mungu aliona dhambi ya ulimwengu, aliona sisi tumepotoka, sisi tumevunja sheria, sisi tunafaa kufa na kwenda jehanamu, lakini kwa neema yake akadhihirisha mwanawe. Alipodhihirisha mwana wake Yesu Kristo akakuja ulimwenguni. Alipokuja ulimwenguni akabeba dhambi zetu, akabeba kuvunja sheria kwetu, akavunja makosa yetu, akabeba makosa yetu, akabeba dhambi zetu, maovu yetu, na akabeba mpaka mauti yetu, akaenda msalabani akafa kwa niaba yetu. Neema ni kufanyiwa wewe bila kufanya chochote. Neema inamaanisha kuna mtu amefanya kazi, wewe ukiwa umenyamaza, hakuna kitu umefanya, ni kuna mwingine amekufanyia. Haleluya. Kwa hivyo hakuna matendo yako yanahitajika, hakuna juhudi yako inahitajikana, bali Mungu amesha kufanyia kila kitu. Hii ndio tuko katika kipindi sana. Na ndio maandiko yanasema watesi wa mwenye haki ni mengi, lakini Mungu mponya na yote. Kwa sababu gani? Mungu ndiye mfanya kazi. Mungu anatufanyia kazi. Na ndio maandiko haisemi mjitakase, inasema tumetakaswa. Haleluya. Neema ni kutakaswa. Neema ni kupata wokovu bila juhudi yako. Na ndio maandiko inasema lakini iwapo imani imekuja, tuko tena chini ya kiongozi. Kiongozi ni sheria ambayo ilikuwa inadai matendo, ilikuwa inadai juhudi yetu. Sasa hapa neema haihitaji juhudi yetu, haihitaji matendo yetu. Katika hiyo imani, katika neema imeleta imani. Haleluya. Na ndio maandiko yanasema mmehesabiwa haki bure kwa neema. Haleluya. Kwa hivyo ukisoma kitabu cha Warumi 3:24 inasema lakini mmehesabiwa haki bure kwa neema na ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Tunahesabiwa haki bila matendo. Maandiko inasema wamehesabiwa haki bure kwa neema na ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Warumi 3:24. Wamehesabiwa haki bure kwa neema na ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Kwa hivyo hatungeweza kuhesabiwa haki kama sheria ipo. Ndio unaona watu wanaishi wenye dhambi na wanaishi kujiona wenye dhambi kwa sababu sheria ipo. Lakini maandiko inasema namna gani? Katika kitabu cha Warumi 4:15. Maandiko inasema kwa sababu sheria ilifanywa hasira, maana pasipo kuwepo sheria hapana kosa. Sheria ilifanywa hasira, maana pasipo kuwepo sheria hapana kosa. Sheria ikishaondolewa hakuna dhambi. Yesu alikuja akaondoa sheria, akaondoa dhambi. Kwa sababu mahali sheria inakapata kuna hasira, kuna hukumu. Yesu akakuja akaondoa sheria. Haleluya. Katika kitabu cha Wakorintho 15 mstari wa 56. Uchungu wa mauti ni dhambi na nguvu ya dhambi ni torati. Uchungu wa mauti ni dhambi na nguvu ya dhambi ni torati. Ilibidi Yesu aondoe sheria, ili sheria ikishaondolewa dhambi imeisha nguvu. Haleluya. Uchungu wa mauti ni dhambi na nguvu ya dhambi ni nini? Ni torati. Torati ikishaondolewa dhambi imekosa nguvu. Sema amen. Dhambi ilitawala kwa sababu gani? Ilitawala kwa sababu haki haikuwepo. Haleluya. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, naamini ya kwamba tutaendelea kujifunza katika kipindi kijazo. Tutaendelea kujifunza zaidi kuhusiana na sheria na wokovu. Tutaendelea kujifunza kuhusu sheria na neema mpaka uanze kuelewa kazi ya neema. Ujue uko katika kipindi gani. Na ukishaelewa uko katika kipindi gani, moyo wako utafumzika. Amen. Tushukuru. Baba mtakatifu na mkombozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya neema na fadhili zako Bwana wa majeshi. Unazidi kutufunulia, unazidi kutuwekea tofauti kati ya kipindi cha sheria na kipindi cha neema. Katika kipindi cha neema kuna wokovu, kuna imani, kuna kuhesabiwa haki, kuna msamaha wa dhambi. Asante Bwana wa majeshi kwa sababu katika kipindi cha neema hatung'ang'ani. Katika kipindi cha neema tunaona neema ikitufanyia kila kazi. Na ndio maandiko yanasema tumehesabiwa haki bure kwa neema na ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Asante kwa sababu ya haki ambayo tumepata kwa neema. Asante kwa wokovu ambao tumepata kwa neema. Hatujapata kwa matendo yetu, kwa juhudi yetu, bali tumepata wokovu, tumepata msamaha wa dhambi, tumepata kuhesabiwa haki bure kwa neema. Asante Bwana wa majeshi kwa sababu ya upendo mwingi umedhihirisha kupitia mwana wako Yesu Kristo, na akatufanyia kazi zote mpaka akatufanyia kazi ya kupata imani. Na Bwana wa majeshi, tuna imani ambayo imetupatia wokovu, imetupatia haki, imetupatia msamaha wa dhambi. Kwa imani katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Mungu awabariki sana na watende mema. Bariki amani ya Kristo. Atatoa sadaka.